Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi kwa watazamaji wote nawakaribisha katika kipindi hiki ya Injili Takatifu asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Reverend Ayub Ouko, Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ningependa tufundishane kidogo katika maandiko asubuhi. Najua kunaye wale wameshikana kwa mambo tofauti tofauti, na ningependa nikwambie utenge nafasi kidogo ili usikie neno la Mungu. Hata kama umeshikana, kunaye wale wanaenda kanisani, kunaye wale wanaenda kazini, kunaye wale pia wanaenda biashara. Ningependa nikwambie wacha yale unayofanya ili usikie neno la Mungu dakika chache. Nitasoma nawe katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake 30 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba Daudi na watu wake wakafika Siklagi siku ya 3. Basi Waamaleki walikuwa wamevamia Negebu na Siklagi, wakawa wameshambuliwa mji wa Siklagi na kutekeleza kwa moto. Nao wakawa wamechukua mateka wanawake pamoja na wote waliokuwemo humo, vijana na wazee hawakuwa yeyote, bali waliwachukua wakaenda zao. Daudi na watu wake walipofika Siklagi, wakakuta mji umeangamizwa kwa moto, na wake zao pamoja na wana wao na binti zao wamechukuliwa mateka. Hivyo Daudi na watu wake wakapiga yowe mpaka wakaishiwa na nguvu za kulia. Wake wawili wa Daudi walikuwa wametekwa, yani Ahinoamu na Yezreeli, na Abigaili mjane wa Nabali wa Karmeli. Daudi alihuzunika sana kwa sababu watu walikuwa wakisemezana juu ya kumpiga kwa mawe. Kila mmoja alikuwa na uchungu rohoni kwa sababu ya wanawe na binti zake, lakini Daudi akamjitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia kuhani Abiathari mwana wa Ahimeleki, niletee kisibau. Abiathari akamletea, naye Daudi akamuuliza Bwana, je, nifuatie kundi hili la wavamizi? Je, nitawapata? Bwana Yesu asifiwe. Wacha tupate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Baba, umetupa Bwana tukapatikana salama. Bwana, nakabidhi kila mmoja wetu katika mkononi mwako. Ni asubuhi njema Bwana. Umetengeneza nafasi mara nyingine ili tusemezane pamoja na watu wako. Bwana, utupe neema na hekima ili yale mambo yote Bwana tutakapo nena mara hapa iwe
faida, iwe Bwana baraka kwa watu wako. Nimeomba hayo yote na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Nawakaribisha mara nyingine tena kwa injili ya asubuhi. Nimesoma katika Samueli wa kwanza mstari sura ya 30 mstari wake wa kwanza hadi 8. Yale jambo ambalo ningependa kama kini ya neno ni kutafuta yale umepoteza, kutafuta ama kupokea yale umepoteza. Biblia inasema ya kwamba wakati huo Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, na akawa ameenda vitani. Alichukua wazee pamoja na vijana, akawacha wanawake na watoto nyumbani. Walipokuwa vitani, waliweza kurudi na ushindi, na kurudi nyumbani alipata tayari kama Wamaleki wamekuja na wakavamia boma ya wana Israeli, mpaka wake wote walikuwa kwa mateka, na boma ikateketezwa kwa moto. Hayo jambo ilikuwa uchungu sana, na hiyo ndio ilifanya sherehe ya wana Israeli waliokuja kutoka vitani ilikatizwa pale, kwa sababu wakati walirudi na ushindi, na hiyo furaha haikuendelea sana. Kwa sababu gani? Walipokuwa wamerudi, wamepata ya kwamba maadui wamevamia kwao na wakashika mateka wanawake zao pamoja na watoto, wakaenda nao. Biblia inasema ya kwamba ilichukua siku 3 wakati Daudi pamoja na kundi lake la jeshi walikuwa vitani, na kwa hiyo siku 3 maadui walijua ya kwamba bado wako vitani, na wakarudi nyuma yao, wakavamia kwao nyumbani. Wakati walirudi, wakapata kama Siglagi tayari imevamiwa na ikachomwa na moto. Ilikuwa uchungu, mpaka hawa wenye walienda pamoja na Daudi vitani ndio waligeukia Daudi. Biblia inasema walikuwa wanataka kumpiga mawe. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliwatoa akawapeleka vitani. Hawakuwa wanajua yule Mungu aliyofanya wakashinda vita. Wakarudi, walikuwa wanataka kupiga Daudi na mawe. Na Daudi, Biblia inasema ya kwamba Daudi alilia mpaka nguvu ikaisha. Leo hii na asubuhi na nena juu ya yale mambo inaweza kuacha, pengine ulikuwa nayo na ikakuacha, bado unaweza itafuta mpaka ukaipata. Kunaye wale walikuwa na nyota, kunaye wale walikuwa na uwezo, kunaye wale walikuwa na kazi, kunaye wale walikuwa na neema na hekima. Na sasa wakati tunaenena, hayo yote imekuacha, umebaki jinsi ulivyo. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi alirudi na ushindi, na hata ikiwa alirudi na ushindi, hiyo ushindi hawakusherekea, kwa sababu alipata kama tayari maadui imemvamia, ikawashika wanawake wote wa Israeli, wakapelekwa kwa nchi isiyo yao, walikuwa mateka. Na hayo ndio mambo ilifanya Daudi akaanza kulia. Kuna jambo inaweza kufanyikiwa mpaka hata kama wewe ni shujaa, unaweza anza kulia, unaweza dondoka machozi kwa sababu ni machungu. Hata kama wewe ni mhubiri, hata kama wewe ni mchungaji, kuna yale mambo inaweza fanyika kwa kanisa mpaka uone pengine Mungu amewaacha. Na nimekuja nikwambie ya kwamba Mungu aliyenena na Daudi alilia,
hao ndio watu walikuwa wanataka kumpiga mawe, na yeye ndiye alikuwa kiongozi yao. Hata kanisani utakuta ya kwamba wakati mambo iko sawa, watu watakusherekea, watu watacheka pamoja nawe. Wacha shida ikuje, ndio utajua ya kwamba maadui ni hao tu. Maadui ni hao unakula nao. Pengine ulikuwa unawaona kama marafiki, wacha upate shida, ndio utakuja ujue marafiki ya ukweli. Daudi wakati walikuwa vitani, hawa wote wanajeshi wake walikuwa marafiki, lakini waliporudi wakapata kama Siglagi ilivamiwa na wakachoma Siglagi, wale ndio waligeuka na Daudi wakitaka kumpiga mawe, na Daudi alilia mpaka nguvu ikaisha. Pengine uko hapo umelia kwa sababu ya yale mambo inatendeka kwa maisha yako, kwa yale mambo inatendeka katika ndoa, kwa yale mambo inatendeka katika boma lako, kwa yale mambo inatendeka hata kwa watoto uliozaa. Kunaye mambo inatendeka pale, au kwa unaamini au kwa unadhani ya kwamba unaweza pitia hayo. Sasa hivi kunaye wale wazazi, watoto wamepita mtihani, lakini hawana hela ya kupeleka watoto shuleni. Hayo mambo yamefanya wewe ukalia. Pengine wengine wanakuongelesha vibaya, wengine walikuwa wanasema ya kwamba wewe umezaa watoto wengi, nani atawafundishia watoto? Lakini hawajui yule Mungu aliyewapa watoto. Watoto ni baraka. Kuna jambo inaweza fanya ulie, hata kama wewe ni shujaa. Mtu analeta maneno kwako, wamenena juu yako, wakasema wewe mama, umeishi kwa ndoa kwa mwaka inapita, mwaka 10, wewe uko kwa ndoa, hakuna mtoto. Mama mke anaweza kuja akwambie ya kwamba wewe unapoteza wakati, unaharibu wakati kwa ndugu yangu, unaharibia mtoto wangu nafasi. Kuna mambo mengi watu wamepata mpaka ukalia. Na nimekuja nikuambie ya kwamba bado Mungu aliyekuumba kwa mfano wake, Mungu aliyesimama na Daudi, wakati Daudi alikuwa analia, akaongea na nabii alikuwa Abiathari. Abiathari akamwambia, niletee nguo ya ephod ili sasa amrudie Bwana Mungu aliyemshindania vita. Wakati Abiathari akamletea nguo ya ukuhani, akamrudia Bwana, akamuuliza Bwana. Ukisoma katika mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba kisha Daudi akamwambia kuhani Abiathari mwana wa Ahimeleki, niletee kisibau. Kisibau ni nguo ya ukuhani, niletee kisibau. Abiathari akamletea. Mstari wa 8 ndio nataka usikie na uelewe. Mstari wa 8 inasema ya kwamba naye Daudi akamuuliza Bwana, je, nifuatie kundi hili la wavamizi, wale walivamia Siglagi, nifuatie kundi ya wavamizi? Na Bwana, je, nitawapata? Akauliza Bwana, nitawapata? Bwana akamjibu, wafuatie, hakika utawapata na utafanikiwa kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio kiini cha neno, kiini na ujumbe ya siku ya leo, ya kwamba Daudi alipopata ya kwamba watu wa Amaleki wamekuja wakavamia Siglagi, aliuliza Mungu. Baada ya kulia mpaka nguvu ikaisha, alilia mpaka nguvu ikaisha. Hiyo haijalishi hata wewe ni kiongozi, shida inaweza tokea mahali popote tu, mpaka ukuwe na uchungu, mpaka ukuwe na huzuni. Daudi alilia, hakuwa anajionea kama yeye ni kiongozi, yeye ni mfalme.
kwa sababu yale mambo ilitokea ni mambo ya uchungu. Alianza kulia. Ukiona kama mfalme sasa ndio analia, ilikuwa mambo ya uchungu, kwa sababu hao watu wao waliomteua kama mfalme ndio walimgeukia. Unaweza geukiwa hata na marafiki wale wa dhati kabisa, wale ulikuwa unawaamini, mpaka ushangaa useme huyu ni mtu fulani kweli, yule rafiki yangu, kulingana na yale mambo amesema kukuhusu, mambo ya urongo kabisa. Ushangae, uulize ni yule kweli namjua? Binadamu ni binadamu tu, hao wanageuka. Ni Mungu ndio hawezi badilika, lakini binadamu leo uko naye, kesho ni mwingine. Hiyo ndio binadamu, uwezi ukamwamini. Daudi aligeukiwa na wanajeshi wake, hao ndio walikuwa wanataka kumpiga mawe. Hata pengine wewe marafiki wamegeukia, wale ulikuwa wanaamini wamegeukia. Mwamini Mungu aliyekuumba, yeye ndio hata kuacha, yeye ndio urafiki ya ukweli, yeye ndio hata kudanganya. Kuna wengine wameenda kwa marafiki wakawaelezea shida yao, keshowe unasikia lile neno uliambia rafiki, unaisikia mahali pengine, wanakuja sasa wanakusengenya. Hiyo ni jambo inaleta aibu. Ni Mungu peke yake ni ukimwambia siri yako, hata ambia mwingine, hautaona aibu mara nyingine, kwa sababu Mungu ndio anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Daudi alienda akauliza Mungu ya kwamba naweza fuatilia hawa, mpaka wake zake wote walivamiwa wakapelekwa mateka, wote walienda, boma ikabaki hivyo, akawa na uchungu. Ndipo akaenda akauliza Mungu. Wakati mambo imekuwa magumu, uliza Mungu, usiulize daktari, uliza Mungu. Kama ni magonjwa, uliza Mungu, omba, mwambie Mungu, kwa sababu imenukuliwa katika kitabu cha Isaya 53, ukisoma madogo 4 na 5, inasema sisi tumekwisha pona kupitia mjalidi Yesu aliyechapwa. Kwa katika kila hali, ikiwa ni magumu, ikiwa ni hali ya furaha, omba Mungu, anza na Mungu. Usiende kwa wanadamu, usiende kwa waganga. Kuna wengine wakiwa na shida wanakimbilia waganga. Waganga wanaisha tu, hata huyo mganga unamwamini atakuja kufa. Ni Mungu peke yake ndiye anajibu. Ndiposa Daudi akamrudia Bwana, akamuuliza, wakati watu walishamchekelea, wakati watu walishamdharau, wengine walikuwa wanamdharau, wanamchekelea, wanamwambia mambo isiyofaa, alimrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alikimbilia Bwana. Hata wewe haijachelewa bado. Sijui unapitia jambo gani, sijui ni nini umepoteza. Ulikuwa nayo lakini sasa hivi haimo tena. Kuna wale walikuwa na jina, lakini jina ilienda, akabaki hivyo, kwa sababu pengine alifutwa kazi, pengine watoto hawajasoma, wengine wamesoma hawajapata kazi, wengine wanatumia dawa ya kulevya. Ni boma ilikuwa iko na jina, ilikuwa inajulikana, lakini kulingana na yale shetani amefanyia watoto wako, jina imeenda. Wanasema ule ni mtoto wa fulani, yule amelewa, sasa ni mtoto wake. Na pengine wewe ulikuwa mtu wa maana sana katika hiyo kijiji. Daudi alikimbilia Bwana na akamuuliza
Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamuuliza, naye Daudi akamuuliza Bwana, je, nifuatilie kundi hili la wavamizi? Kuna kundi la wavamizi wanakuja usiku na wanavamia ndoa, wanakuja usiku wanavamia watoto, wanakuja usiku wanavamia kanisa, wanakuja usiku wanavamia wale walikuwa wanaelewana. Mpaka ukija unapata kama kuna maelewano, ukija unapata kama kuna mgogoro, asubuhi unapata kama kuna vita. Wale walikuwa wameoana wanaishi kwa imani, sasa wana imani tena kwa sababu nini? Wavamizi wamekuja. Wavamizi wamekuja. Wewe unaweza keti chini na ujue ya kwamba shetani muovu aliyekuja kuharibu, aliyekuja kuiba na kuua, yeye ndiyo mvamizi. Hata kama alikuja kinyume akaribu kazi uliokuwa ukifanya, akaribu watoto wako, amewaingiza kwa madawa ya kulevya, wengine amewaingiza kwa sherati, wengine amewaingiza kwa mambo isiyofaa. Leo hii imekuja nikwambie ya kwamba Mungu aliyekuumba kwa mfano wake ana uwezo, ana mpangilio mema, jinsi imeandikwa katika kitabu cha Yeremia 29:11 madogo. Inasema ya kwamba mimi Mungu ndio najua yale mipango ninayo juu yenu. Ni Mungu ndiye anajua. Mungu ndiye anakujua. Mungu ndiye anajua yale shida unapitia. Mungu ndiye anajua hata ikiwa ni magonjwa. Inawezekana pale msalabani Yesu akasema hadharani ya kwamba yote yameisha. Hata hiyo yako inaweza kaisha. Daudi aliuliza Mungu, wewe wakati wa shida unaulizanga nani? Wengine wanakimbilia wenye pesa, wenye mali. Glory be to Jesus. Wengine wanakimbilia mababu zao, wengine wanakimbilia wanasiasa, wengine wanakimbilia wazazi, wengine wanakimbilia watoto wale wamesoma. Hapo hakuna jawabu. Rudi kwa Mungu. Yeye ndiye anakujua. Yeye ndiye anajibu juu ya maisha yako. Yeye ndiye anajua yale mpangilio anayo kwa maisha yako. Hata kama uko na kesi kotini, kunaye wale wanapitia machungu. Wakati walikuwa na pesa, pengine uliweza ukanunua ardhi mahali, na sasa vita ikatokea, kwa sababu wanajua vizuri na kwa pesa imerudi chini, umeishiwa. Hapo ndio sasa wanapeleka kotini. Wamebadilika, wanaona sasa umeisha, uko na kesi kotini, wanakunyima mali. Kwa nini? Au ni wavamizi wamekuja wakawavamia. Mungu yuko. Daudi alirudia Bwana na akamuuliza, niwafuatilie hili kundi, na nikiwafuatilia nitawapata? Hayo ndio mambo inafaa uulize Mungu. Wale walikuja wakakurogi, wakafanya mambo ya urogi juu ya maisha yako. Wale walikuja wakafanya mambo ya uchawi katika watoto wako. Wengine waliwaingiza kwa ulevi, waezi wakatoka, hata kama ni wasomi, lakini yale mambo inawafanya wawezi wakaepuka, kwa sababu ni mambo ya urogi, ni mambo ya uchawi, au ni wavamizi walikuja wakakuvamia. Wakati tunaonena sasa, umejiingizwa ndani pale, umejiingiza ndani, uwezi ukatoka. Lakini kupitia injili ya Yesu Kristo unaweza ukaokolewa. Ni yule atakayeamini ya kwamba inawezekana. Msalabani Yesu alitangaza hadharani ya kwamba inawezekana. Ukisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu 1 madogo
37 inasema ya kwamba, je, kunayo yale magumu inayoweza shinda Mungu? Hakuna yale magumu inaweza shinda Mungu. Hiyo yako ni gani? Hata kama ni ugonjwa, ni gani inaweza shinda Mungu wetu? Tutaomba pamoja na wewe. Sijui ni jambo gani, sijui imekufikia wapi. Hata kama umejaribu kwa waganga ikashindana, inawezekana kupitia msalaba pale Kalvari. Yesu alitangaza ugonjwa imeisha, kichaa imeisha, ikiwa fukara imeisha, ikiwa mambo iliyofanywa na mababu ikabaki laana kwa watoto, kupitia damu la Yesu Kristo natangaza ushindi, natangaza uponyaji, natangaza baraka ya Yesu Kristo. Hata kama wewe unapitia laana, chochote ukiguza hauoni faida. Kuna wale wamelaaniwa mpaka hata kama unafanya biashara hakuna faida. Daudi alirudi akamuuliza Bwana, niwafuatilie hawa na nikiwafuatilia nitawapata? Biblia inasema Bwana aliambia Daudi ya kwamba wafuata na utawapata. Yale yote uliweza kupoteza, kwa jina la Yesu Kristo leo hii tutatafuta, tutafuatilia. Hata kama ni watoto, wewe ni tasa, hauwezi ukabeba mtoto wako. Watu wamenena maneno machafu juu yako. Leo hii kupitia damu la Yesu Kristo iliyotirika msalabani, kuwa na imani. Kama tutakuwa tunaomba pamoja nawe, kuwa na imani ya kwamba yote yanawezekana. Daudi alifuatilia mpaka akawapata, aliwapata mpaka karudi nao, kwa sababu Mungu alikuwa naye. Hata wewe haijachelewa, amini tuombe na wewe. Ikiwa karo ya watoto, amini tuombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante Bwana asubuhi ya leo. Asante kwa huyu ndugu, asante Bwana hata kwa huyu mama, kwa huyu mjane, kwa huyu anayefanya biashara nao ni faida. Bwana, namkabidhi mkononi mwako. Bwana, umtendee wema. Asante Baba, wacha pate uponyaji kwa jina safi la Yesu Kristo. Hata huyu anayekuwa na kesi kotini, Bwana umshindanie, kwa sababu wewe ndio muamuzi bora. Asante Mungu kwa asubuhi njema. Asante hata kwa wale wote wanahubiri mara hapa. Nimeomba na atakuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Ni mimi Mchungaji Ayub Ouko, na fanya kazi ya huduma hapa Nairobi, mahali inaitwa Kibra. Kama unataka uje tushirikiane pamoja, unaweza nipigia. Ukiangalia hapo chini utaona namba zangu 2. Wacha nisome ili unaweza kuandika, ili unipigie. Kama uko mbali unipigie, tutaomba pamoja nawe. Kama uko eneo ya Nairobi, kuja upandie gari pale town Kencom namba 32 KBS ama City Hopper, itakufikisha pale Karanja Kibra. Tuko kanisa letu iko karibu na pale Raila Education Center, inaitwa St. Meshach Fellowship Church. Njoo pale tuombe pamoja na wewe. Kama uko mbali unipigie. Namba yangu ni 0727 385424, 0727 585424. Namba nyingine ya Airtel ni 0734 434 156, 0734 434 156. Mungu akubariki sana. Tumekaribisha kwa kanisa. Hapo kanisani tuko na idara zote ya wanarika na deliverance team bado iko pale. Kwa hivyo kama uwezi ukafika, unipigie, nitaomba pamoja nawe na Bwana anatenda miujiza. Shalom, tupatane siku ya Saturday. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you